na mazishi tushayafanya tayari. Kikubwa unatakiwa upige moyo konde, na hii ni katika hazina ya baba yako iliyokabidhiwa nije nikupatie. Mzee Kitumbi, ni kweli umeagiza kwangu au umechanganya majina? Ilia mzee. Pole sana binti yangu, hakika ya mimi sijachanganya majina. Pole sana binti yangu. Jasmine, unajua kuishi na viumbe inahitaji moyo wa kipekee sana. Tunaona mimi shangazi yako unaishi kwa amani sasa hivi. Yote hayo ni kwa sababu ya misimamo niliyojiwekea. Na kwa nini mwanaume akupelekeshe wakati kila mmoja ana nafasi yake kwa mwenzie? Shangazi, yani ni upendo wangu tu juu yake. And that's why najikuta naweza kuvumilia haya yote. Acha ujinga. Marehemu wifi yangu hakuwahi kuwa mjinga kama wewe. Kwa nini wewe uwe hivyo Jasmine? Shangazi, mimi nimekuja hapa kuomba ushauri ili niweze kuwa naye sawa. Na sio kwenda opposite naye. Sasa wewe unakuja unaanza kunichamba. Mimi siwezi mambo ya Kiswahili, unajua mimi ni msomi, alafu mambo ya kulombana siwezi, au unanionaje? Utakufa vibaya wewe. Maisha yenyewe haya mafupi. Karne hii hutakiwi kuishi kwa mawazo Jasmine. Mwanaume akikuchanganya tupa kule, angalia maisha mengine. Unataka kujipa pressure kwa kitu gani? Kwa hiyo shangazi, unahisi tukiachana hilo litakuwa suluhisho sahihi kwangu? Haswa, ila kama umependa mama, endelea kuteseka tu. Maana mapenzi upofu mwanangu. Leo nakushauri hapa, ukitoka ukanipake ubaya kwa mwenzio. Chenye maana chukua, kisichokuwa na maana niachie mwenyewe hapa hapa. Shangazi, mimi pia ni binadamu na pia mtoto kwa mzazi hakui. Kama kuna kitu nimekosea nisamehe. Pole sana mama, pole sana. Yaani ni taarifa ya kusikitisha sana, lakini kuna kitu nilikuwa nafikiria. Umesema mzee alikuletea taarifa hiyo wewe mfahamu na wala hujai hata kumuona. Sasa imewezekana vipi? Yaani imekuwa vipi kirahisi hivyo mpaka umeona? Umetoa ushahidi wa viashiria kwamba ule mzee anafahamiana na baba. Yaani ni ushahidi gani huo ambao umekufanya mpaka wewe umeamua? Ni barua ambayo ilipatanishwa na kitambaa. Afu isitoshe, babangu alikuwa mganga wa jadi. Pole sana. Pole sana. Yatapita tu. Sasa kikubwa mimi ninachokiona hapa, ungeenda tu fanye mpango hapo, kahudhuria mazishi. Tayari ameshazikwa
na imepita wiki sasa tangu mazishi yafanyike. Pole sana mama, pole sana, lakini mimi bado na wasiwasi. Yaani kuna kitu kinanijia kichwani, nahisi kama kuna mchezo hapa unachezewa. Kwa cha msingi mimi ninachokiona, wewe utakiwa uende ukahakikishe kwamba ni kweli au vipi. Tukiwa uende kwenye mazishi, sawa? Uende huko kwenye msiba au kaangalia, ila sidhani kama naweza kawa kweli. Silielewi basi, mimi sipendi. Soja amesipende kuona mali. Napenda kitabasamu basi. Naona kimoja chako hicho. Huyu mwanamke ananichukuliaje? Jana hajarudi nyumbani. Wasiwasi atakuwa ananichiti. Samahani, simu ya mteja unayempigia haipatikani. Samahani, simu ya mteja unayempigia haipatikani. Hello babe, are you good? Jasmine. Naona umeamua kuniosha dhahiri kuwa umetoka kupata furaha kwa mwanaume wako, si ndio? Yeye, kumbe wewe una akili eh? Nikajua hata utakuwa umenimisi kwa kutoniona usiku mzima. Unaongeaje kumbavu kama huo? Hivi unanichukuliaje? Unaweza kuniambia jana ulilala wapi? Ni wivu sio? Kama ulikuwa unajua una wivu, wewe jana ukuwa active. Mimi jana nilipata changamoto wakati naenda kwa shangazi. Gari yangu iliharibika, nimekupigia sana ukawa haupokei. Licha ya kuwa tumekosana kwa mambo madogo, ukaamua unizimie simu ili upate muda wa kuwa na mara zako, sio? Sikiza mwanamke, sawa? Kuna muda mtu akikuheshimu, basi na ujaribu kumheshimu hata kama hujafunzwa heshima. Wewe muda wote unachukulia masiala tu. Kuna wakati wa kazi na wakati wa mapenzi. Sipendi hivyo vituko ambavyo unanifanyia. Ila je, wewe ni binafsi sana. Rudi nyumbani haraka. Sachili,